Yes, neema na amani ziwe nanyi watu wataua na wachaji wa Mungu. Nimefika hapa kwenye hili eneo unavyoweza kuliona, it's old city. Ni mji wa zamani, huu ni mji wa zamani kabisa ambao hapa ndio kwenye kile kisima cha Bethsaida. Ndio kwenye kile kisima ambacho yule mtu alikaa hapa miaka 38. Hawezi, alikuja hapa miaka 38 yule mgonjwa ambaye maeneo haya kulikuwa na kisima chenye matao matano. Yani milango mitano ya watu kupita kujitupa kwenye kisima. Unaweza kuona mji huu ni wa zamani sana. Hapa ndipo pale ambapo Yesu alimwambia yule mgonjwa, jitwike godoro lako uende. Kama utakumbuka vizuri kwenye kitabu cha Yohana, yule mgonjwa aliyekuwa amekaa pale miaka 38 amekosa mtu wa kumtia birikani. Yesu alipokuja akamwambia, wataka kupona? Akamwambia, Bwana wangu, nimekaa hapa muda wa kutosha, sina mtu wa kunitia birikani. Kwa hiyo alikuwa anatafuta mtu wa kumtia birikani. Unaweza kuona mji huu ulivyo. Hapa ni Yerusalemu. Yesu, Biblia inasema wazi, kulikuwa na sikukuu ya Wayahudi. Yesu akaja kutumia mlango wa simba, naitwa Gate of Lion. Alipopita kufikia hapa, akaja hapa kwenye huu mji unaoona, ndio kulikuwa na hilo kisima ambacho watu walikuwa wanajitupa. Malaika alikuwa anashuka katika mwaka mara kadhaa kwa ajili ya kutibua maji, alafu watu wanaingia mule ndani. Aliyekuwa wa kwanza kuingia anapona. Kwa hiyo mgonjwa yule amekaa hapa muda mrefu sana, hana mtu wa kumtia birikani. Nataka niombe na wewe kutokea kwenye kona hii. Inawezekana umekaa kwenye tatizo ulilo nalo, umekaa kwenye shida ulilo nayo, umekaa kwenye tabu ulilo nayo, na umekosa mtu wa kukutia birikani. Umekosa mtu wa kukushika mkono na kukupeleka kwenye hatima yako. Yesu hapa alifanyika kama divine helper au divine accelerator au divine connector, ya kumfanya mtu yule sio tu kumtia birikani ila kumponya kabisa. Amekaa miaka mingi 38, zaidi ya miaka 30, mtu amekosa mtu wa kumshika na kumtia birikani. Tunajifunza kuna watu wako kwenye matatizo, watu wako kwenye shida, wamekosa watu wa kuwashika mkono na kuwapeleka ng'ambo ya pili. Leo mimi nakuombea kutokea hapa katika kisima hiki ambacho zamani sana kuna mtu alitafuta msaada na Bwana Yesu akawa msaada. Nataka niombe na wewe ambaye umekosa mtu wa kukutia birikani mahala popote, umekosa mtu wa kukushika mkono kama connector kukupeleka kwenye hatima yako. I want to pray for you. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa ajili ya watoto wako kwa njia ya mtandao, walioko Instagram, walioko TikTok, walioko Facebook, walioko WhatsApp na popote duniani, anayenifuatilia kutokea hapa Yerusalemu katika eneo hili la nchi takatifu. Namwombea mtu huyu kwa ajili ya divine helper wake. Ninamwombea mtu huyu kwa ajili ya destiny helper wake katika jina la Yesu Kristo, na kutengenezea muujiza wa kukutana na mtu atakaye kushika mkono akupeleke kwenye hatima yako. Yule mtu aliyekuwa mgonjwa hawezi miaka 38, alikosa mtu wa kumtia birikani. Leo na kutengenezea mtu huyo atakayetumwa na Mungu kutokea kwako. Imeandikwa kitabu cha Yohana, palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Bwana. Namuomba Mungu amtume mtu kwa ajili ya maisha yako, mtu amtume mtu, Mungu amtume mtu kwa ajili ya afya yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sawa sawa na Isaya 43 ule mstari wa 4, kwa kuwa umekuwa wa thamani machoni pangu, nami nimekupenda, nitatuma watu kwa ajili yako, nitatuma kabila za watu